Kwa hiyo wanatoka kwenye ubinadamu wanaurudia unyama. Mtu utu, kama una utu ni kama sawa na kinyama cha mwitu. Mtu utu kama una utu ni sawa na kinyama cha mwitu. Nimechukua hiyo kodi hiyo chukua. Nimechukua. Kwa hivyo wanaume wengi kwenye ndoa hawajaungana na wake sahihi. Wengi wanaangalia uzuri, sura, rangi na shape. Vijana wanaita nyashi. Au makali au matuta, mabams. Sijui unajua hiyo. Vijana sisi tushakuwa used. Hivi ndio vinawashughulisha sana. Tuangalie dini. Tuangalie dini. Kumbe uzuri wa mke sio maumbile. Uzuri wa mke ni tabia. Uzuri umewapeleka wanawake wengi sana kwenda kwenye ndoa, lakini tabia ndio imewadhamini. Aidha wadumu kwenye ndoa ama warudi makwao. Lakini wanawake nao hawajaungana na waume sahihi. Wanawake wengi wameanza kuota kabla ya kulala eti maisha ya furaha kwenye ndoa watayapata kwa wanaume wenye hela. Furusi. Wamesahau maadili. Kweli mwanamume ana hela lakini mzinifu. Mwanamume ana hela hana mapenzi. Kwa hiyo wengi wamenasa. Kwa hiyo ana hela mlevi. Kwa hiyo wengi wamenasa. Ana hela na majumba na mageti lakini migeti imehamia kwenye moyo. Kwa hivyo wapo. Kwa hiyo wanawake wame sasa fursa, lakini mambo ya sura ya tatu. Je, maisha ya ndoa ni fursa ya kumcha Allah? Je, ndoa yako ni kweli dini mnamcha Allah wewe na mmeo? Ndoa yako imefanikiwa kusimamisha Uislamu? Mmeoana kidini, mnatakiwa muishi kidini. Je, ndoa yako inaweza kuishi kidini? Nyumbani kwako yale maisha ya dini yanapatikana? Qur'ani inasomwa kupitia ndoa? Ndio. Ratiba ya dini ndani ya nyumba yako ipo? Nyumba yako imesalimika na miziki? Kwa hivyo cha kusikitisha ni kwamba tunaungana kwenye ndoa kidini, lakini tukishakuja kwenye ndoa nyingi watu wanashindwa kuyaishi maisha ya dini. Hapo ndio chanzo cha migogoro kinaanza. Fursa. Sasa nilikuwa na according to the Worldwide Divorce Statistics, kwa mujibu wa wanatakwimu wa talaka duniani wanasema, ameandika hiki kipande kaka wa support katika kitabu chake kinaitwa Kliniki ya Ndoa ya Zaidi ya Mke Mmoja. Katika sehemu ya utangulizi anasema katika kila ndoa zinazofungwa 100 kwa hali ilivyo sasa hivi tulipofika, 50 zinavunjika kabla ya kufikisha umri wa miaka mingapi? 5. Subhanallah. 50%. Na 50% iliyobaki, hizo ndizo ndoa ambazo zipo hewani. Nyingi kila kunavyokucha zinapoteza furaha. Watu wengi hisia zimekufa. Walikuwa na hisia wakati wa uchumba, ndio walikuwa wanapigana simu hadi saa 7 za usiku. Baby kata wewe. Kata wewe. Vocha zinaponzwa tu, zinakuanguliwa tu. Kata wewe. Lakini wengine wameenjoy ndoa mwanzo wa maisha ya ndoa. Mwanzo mapenzi moto moto. Anazungumza mmoja anasema alipotoka na mkewe mwanzo wa ndoa, wakati mtaji wa mapenzi upo juu, alipojikwaa akasema pole baby. Natamani hilo jiwe lingekaa upande wangu lilibutue kuliko kukubutua mtu mzuri. La ilaha illa Allah. Mtoto akasema jamani. La ilaha illa Allah. Maneno hayo. Mtaji uko juu, lakini akapatikana siku moja amevunja chupa ya chai, mume akasikika akisema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ataroza binadamu zinaondoka itakuwa chupa. Kumbe kipindi hicho mtaji upo nini? Juu. Ndoa bado mbichi. Sasa walipoziacha zile kanuni za kulea hisia, walipoanza kuishi kimazoea, ndipo siku walipotoka out kujikwaa, mume anamwambia mke, wewe macho una? Wewe kipofu uoni? Mazoea tena. Unajifunza kitu. Najifunza mwalimu. Lakini alipovunja chupa ya chai, hata babako anayo, kwenu ipo hii. Babaki kafuata nini? Hii sasa ndio ndoa. Kwa hiyo 50% hazina furaha. Wanasema kila ndoa zinavyozidi kuongeza umri ndio hisia zinaondoka. Wapo watu wameshafika, ndoa yako unayetusikiliza, ndoa yako ilipofika sasa hivi ni kama sumaku na mbao. Haziwezi kuganda. Yani there is no force of attraction. Like charges zina repel and opposite charges do attract. Charges zinazotofautiana huwa zinavutana na zinazofanana zinaangaliana tu hivi. Kwa hiyo ndoa nyingi watu wanaangaliana, hawana hisia. Hata mtu akupiga simu naangalia baadaye. Nipo busy na kazi wakati zamani enzi za mwalimu ilikuwa hata miskolo ukiona utakopa hata salio
baby, naona kama ulikuwa unanipigia, hebu niambie mpenzi. Yani hata kama alijibipu bahati mbaya itatafuta vocha, itakopwa. Lakini sasa hivi ndoa sasa badala mapenzi ni kupeana makwenzi tu, hakuna tena kitu. Kwa hivyo 50% iko chenga. Ukitaka kupima ndoa yako tamu inaendelea kuwa hai, inakuletea yale matarajio, ni ile ndoa ambayo hata ikitokea mke na mume mko mbali kimwili, hamuishi kuwa jirani kimoyo, kihisia. Kama mwanandoa anakuwa na mwenza wake hata kama yuko mbali, ni kupita zile texts za asubuhi, umekula, umefika kazini baby, umeshafika kazini, niambie umeshakunywa chai, usikae na njaa, umekula umekula baby, ushakunywa chai, take care, nakupenda, huo mwili unatakiwa utunzwe, mwili wangu mali yangu hiyo. Isije ukarudi jioni ukashukuna vidonda vya tumbo ukashindwa kupiga show. Jamaa ofisini anacheka tu, acheka mwenyewe na kompyuta. Mnauliza nini? Kumbe mwili uko ofisini lakini moyo umeungana na moyo wa nani? Wa mkewe nyumbani. Sasa ndoa nyingi ukienda katika majumba mengi ukiyatathmini, imebakia miili lakini mioyo haipo. Hii ni hatari sana kwa afya ya hisia. Sisi kama washauri nasaha, wadau wenye dhamana, tunahitaji kuzungumza. Sasa katika miongoni mwa sababu kwa nini jamii ilipofika 50% zinakufa kwa kesi mbalimbali, wengine kwa sababu ya uzazi, wengine walitamaniana. Maana watu wengi leo wanatamaniana, sio kupendana. Watu wanaoana kwa tamaa, sio kwa kupendana. Kupendana ni issue nyingine, kipengele kingine hicho. Na kutamaniana ni issue nyingine. Watu wakioana kwa kutamaniana, tamaa ikishakutana na baadhi ya changamoto mbalimbali za kitabia, za nini, za kimalezi, yale matamanio yanakata mara moja. Kwa sababu ni katika ndoa changamoto zipo. Zipo. Sasa wanaotamaniana wajiandae kwenda kukutana na changamoto. Sahihi. Wanajiandaa tu kwa mahusiano ya tendo la ndoa. Sahihi. Sio, unanielewa? Nakuelewa Mwalimu Dimoso. Kwa hivyo tunamulika kamera yetu katika hii taasisi nyeti ya familia kwamba zipo sababu. Ya kwanza ni kwamba ndoa haijafanikiwa kukutanisha mke na mume, bali waliokutana ni wanawake kwa wanaume. Bado wanaume hawajawa waume, bado wanawake hawajawa wake. Mwalimu, hapo mimi sijakuelewa. Utanielewa. Sawa. Lakini sababu zipo nyingine, watu hawajui lengo lililowapeleka kwenye ndoa. Wengine wamekwenda kwenye ndoa kwa maana ya kutengeneza familia, wengine wamekwenda kwenye ndoa kama mamlaka za mapato. They are tax collectors. Wanasema nowadays women are looking for the husbands and not husbands. There's different between husband and a husband. Most of them are tax collectors. Yani wengi ni wakusanya mapato. Sasa bora mapato yakapatikane, walau kidogo mtavutavuta siku. Mapato yakikata na mahusiano yameisha, ndoa haipo tena. Haipo. Lakini yapo mambo mengi yanakitesa kitengo cha familia. Ni mazoea, kuleta mazoea. Watu wapo kimazoea sana kwenye mahusiano. Huyu mke wangu, huyu mume wangu. Zile kanuni za kulea hisia wameziacha. Wakutia mwanzo wa ndoa watu wanafanyana zile huduma customer care ya kusinga, massage, scrub, kunyoshwa mgongo, kunyoshwa, yani michezo. Lakini baada ya pale kadri wanavyozidi kwenda wanaacha. Kumbe ni kosa kubwa. Mume ni mtoto asiyekuwa mikononi mwa mke. Kila siku natakiwa ndoa iwe mpya. Muongeze maarifa, usanii, ubunifu, vitu ambavyo watu wameacha, wamekaa kimazoea. Mimi nishazami. Shajichokea mimi watoto watano. Watoto 5. Kosa kubwa. Kwa hivyo wanandoa wengi wamekosa miguso ya kwenye moyo, miguso. Mke anayekufanyia huduma zile message, sitamani kukwaza, napenda kuliwaza, umenifundisha kucheza, naruka kama pweza, mapenzi ya koleza, nikoko nimeoza, akili yangu tuliza, moyo wangu kusuuza, nibebe nikubebe, mapenzi yataki ubabe. Mwalimu Dimoso, unapata vitu hivyo? Nasikia. Unasikia? Vipate nyumbani. Wanataka. Sasa zile huduma za kusuguliwa, mke anavyokuchua, maana yake ule mguso unakwenda hadi kwenye moyo. Wanaume wengi wanakosa miguso kwenye moyo. Tunahitaji miguso. Kina mama wanayajua hayo. Zile customer care zikifanyika vizuri, kusinga, kufanya scrub, kufanya massage, kunapeleka miguso hadi kwenye moyo. Jambo ambalo wanaume wengi hawana miguso. Kwa hiyo ugomvi kidogo, mtu kumpoteza mtu haoni hasara.
Miguso haipo. Hana miguso. Nakuelewa. Kwa hiyo tuna mambo kwenye ndoa, kitengo cha familia 50 zinakufa, 50 zipo lakini hazina hamasa. Lakini kuna swala la mmomonyoko wa maadili. Ndoa leo imekutanisha watu ambao hawana sifa za kimaadili. Hawana sifa za nini? Za kimaadili. Wakutia mwanamume ana list ya wanawake ameshazini nao. Ana uzoefu wa tendo la ndoa kwa wanawake mbalimbali. Mwanamke naye ana list ya wanaume ambao tayari ameshazini nao. Kama barabara yashapita Masemi, Mafuso, Magreda, Makatapila. Wewe muoaji una bajaji. Hivi brother Ayubu, barabara iliyozoea kupitisha Semi bajaji itaeleweka? Haieleweki, itayumba tu, haiwezi kukaa vizuri. Nakwambia sasa hivi ukumbi wa bunge ukifungua mlango unaingia moja kwa moja. Yaani hata ile ya kuzuiwa ile mlangoni hamna. Si umenielewa? Nakuelewa vizuri mimi. Unanielewa? Mimi nakuelewa vizuri Mwalimu Dimoso. Watazamaji sijui mnatuelewa. Wanakuelewa bila shaka. Wananielewa. Kwa hivyo hili ni tatizo mmomonyoko wa maadili, uongo mwingi, tapeli. Watu hawana dhamira, wanakuja kwenye ndoa kwa mgongo wa dini lakini hawana dini. Wamebomoka, wamefisidika kimaadili. Hawa ndio wanakuja kuunda taasisi ya ndoa. Unategemea nini? Hamna ndoa. Nakumbuka mama mmoja alikuwa anamwambia mwanawe, "Mwanangu, sisi wazee wenu ndoa zetu zimedumu mpaka tunazeeka. Wakati tunaolewa tulikuwa hatujui mwanamume mwingine yote zaidi ya baba yenu." Kwa hiyo nilipoingia kwenye ndoa mimi nikamzoea baba yenu. Kama nimemkuta mdogo huyo kwa sababu mkubwa simjui. Na kama baba yenu mkubwa nafikiri nimeleweka maana ukubwa. Nakuelewa mwalimu. Na bila shaka mdogo simjui. Kwa hiyo hawa ndoa zao zilidumu. Lakini leo naoa mtu mmoja ameoa mke zama hizi anamwanzisha alifu. Yaani anadhani kwamba anamwanzisha upya. Yule akamjibu mimi niko Lamu. Yaani kwenye bei kule kote ameshawaje? Kafagiza sasa yuko Lamu. Yule bwana anajua mwenzie yupo kwenye alifu. Ambia huko mimi uko nishatoka. Sipo. Yupo Lamu. Yani kama show keshazipiga za kutosha. Tena huenda kapelekewa moto barabara ya lami mpaka barabara za vumbi. La ilaha illa Allah, Allah tu. Barabara ya lami si unajua? Nakuelewa mwalimu. Inakaa mbele yani machoni. Na barabara za vumbi zinakaa nyuma ya nini? Ya mtaa. Nafikiri nimeeleweka vizuri. Nakuelewa. Na Waswahili wana msemo wao wanasema ukiona kuna sentensi inazungumziwa afu uelewi, basi ujue wewe sio miongoni katika wanaostahili kusikiliza. Kwa hiyo nakuelewa vizuri. Nashukuru sana. Asante sana. Kwa hivyo kuna mambo mengi, kuna swala zima la kero ya mashaitani. Ndoa nyingi sasa hivi zinateswa na mashaitani, minong'ono ya mashaitani. Ndio maana 50 zinavunjika na 50 hazina nini? Hazina mapenzi. Zipo. Mwalimu Dimoso, mimi nikurudishe, umezungumza nyingi lakini leo ningependa tukae hapa. Nazitaja tunakuja kukaa kwenye ya kwanza. Ile ya kwanza. Lakini kingine, taasisi za dini zina deni kukosa miundombinu. Semina elekezi kwa vijana ambao hawajaingia. Hilo tatizo. Lakini pia wanatakiwa wafikirie kuanzisha semina karabati. Jisiwe kabla tu. Yani kuna semina elekezi kwa vijana ambao hawajaingia. Ndio. Taasisi za dini lazima ziwe na program kwa makundirika. Taasisi za dini ziwekeze program kwa makundirika. Wawafikie waumini, viongozi lazima wawe na program. Hamwezi kuwa viongozi ikiwa hamna program za umma. Sahihi. Umma unahitaji program katika masuala ya kijamii. Umma unawadai viongozi program katika masuala ya kiuchumi. Umma unawadai viongozi program katika masuala ya kimaadili. Umma unahitaji. Utakuwa kiongozi, unaongozani ni wewe huna program ya umma. Mwalimu Dimoso, nyinyi ndio wenye dhamana ya hili. Mimi ni sauti ya sekuwa na sauti. Tukizitafuta sisi fursa hivyo kwa viongozi wengine unakuta hata fursa zenyewe hazitolewi, za shida. Mpaka unashindwa kuelewa hii dini hii target nini? Sawa. Kwa hiyo unaweza kuwa na program nzuri ukampelekea mtu nafasi upati. Kwa sisi ndo nafasi zetu kusema tu. Kila ndoa ina kesi yake. Sikiliza hukumu.